Sigara yetu ya kwanza ni mimi nilitumwa nikabai. Juu alikuwa anajua shopkeeper hata kataa, hata wataassume nimetumwa. Na hata wakishikwa watasema ni Wanjali leo. Na hakuna mtu atapiga Wanja. Na hakuna mtu atapiga Wanja tambo tu acha. So I used to get away with a lot. Cause unajua ukipiga huyu utakuwa na issue na community na mzazi. Alafu pia najiuliza sasa hata tukimdiscipline word. Alafu pia naweza mdiscipline imuumize. Pia hawanijui. Hawajui how to handle. So I used to get away with a lot. Na ilinifanya nimejaribu vitu twingi sana before nifike high school. Before nifike high school nimejaribu vitu twingi sana. Nini ili build confidence yako at that stage? Sasa Adoleka ni hit nikiwa kole. Alafu ujue sasa kole nilikata kwenda boarding. Ni place napatana na machali wengi. Unapatana na wase wengi. Adole ndio imekugonga. Kila mtu ni mhandi. Madonda, madere, kila mtu unataka kusalimia, unataka kuongelea. Na baadhi hapo St Paul kuna kistage kia madonda pale. Yes. Alafu unaona venye wewe ungara. Then unamwona na maring na mabling basa na kumaliza. Alafu sasa hiyo ndio umeona matatu mara ya kwanza, mtu amechoro matatu. Sasa huyo akikusalimia, wewe. Kuna kuanga na feelings, sijui ka attachment kwa wasichana na madonda wa matatu. Bad boys. Sana. Mimi Adole ilinigonga pap, msee wa kwanza alinichekesha, nilienda kama nimeanguka. Hadi mwisho. Na hivyo ndo nilianza mambo na relationship na so vijana. First relationship yako umeingia campus, umepatana na donda. Yes. Mkapendana. I think mita yangu ya kwanza niliguza hiyo time ya mask. Hiyo 2020. Ulikuwa unaingiza video hata kuingiza 50k haikuwa issue. So you made $1 million plus kuuza mask. Hiyo time tulifanya job. Wewe ukutaka COVID ishe. Mimi nilikuwa nataka hata muendelee kukohoa zaidi. Hata ikiwezekana ile ya kufaint tulete kitu ya kuanguka sasa. Tungeleta makofia za kuprotect vichwa mkifaint. Nilikuwa nataka tu ako ka scenario kaendelee. Walevi wa kusumbui. Otherwise si sana. But kuna experience ishaine hapenia. Tulikuwa na best yangu tumeenda club. Tumejibamba then ikafika ile party ya kwenda floor, tukaenda floor tukaanza kudance. Venye tunaenda kudance mlevi anakama anatukaribia. Anatuuliza, "Kwa nini mmepiga magoti?" Na alikuwa very serious na hiyo swali. Sasa zimeshika but anatuuliza, "Kwa nini mmepiga magoti?" Today ni turebo but tuna dance tumepiga magoti. Welcome to the Overcomer Vibe, a safe haven where real life meets real hope. I'm your host, Overcomer James, and I created this space for us to share the testimonies that changed us and the challenges that grew us, all without a hint of judgment. Whether you are looking for a bit of comfort or a push to keep going, you're exactly where you need to be. Let's dive into today's story. Hi guys, welcome to the Overcomer Vibe. Ile place yetu si upiga tu stories za kawaida. Tunatiana moyo, tunapeana psych, tuna vibe na life inasonga. So today on our set we have a guest, an entrepreneur, someone who is a celebrity, ndio? Tuseme tu celebrity. And her name is Hoka wa TikTok. AKA Wanja, ama ni Wanja AKA Hoka wa TikTok? Anza na jina official. Wanja? AKA wa Hoka wa TikTok. Okay. Karibu. Asante. Tuambie Wanja ni nani? Kama venye umesikia mimi ni Hoka. Juu nimepitia kwa kaji ya hawking. Yes. Wanja ni mtu wa kawaida, ana hustle huko nje. Lakini sana sana anajulikana na kuongelelea maneno ya PWD na life ya PWD. Yes. Wanja kuzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Nairobi na kulelewa Nairobi. But sasa na stay Nakuru. So nyinyi mkikuja na huku Ushago, mimi naenda Nairobi Ushago. Ushago ni Nairobi. Yes, nice. Ni Nairobi. Kila kitu Nairobi. Life yangu yote ni tuseme 80% of my life ni Nairobi. Business wise na life wise. Kusoma nini? Yes, so primary kuna nimeenda primary 2.
Nimeenda primary mingi, yani shule mingi juu ya kukuwa mischievous. Okay. But tuanze na primary. Primary nimeenda 2. The first primary school was okay. Pia Nairobi, St. Michael's. It was okay. Ilikuwa experience fiti. At least your time juu ya kunizoea from nikuwe mdogo hawakuwa nionyesha the difference. Sikuwa notice. Ilikuwa tu shule ya mtaa hapo. So sikuwa notice that there is something different. Yeah. Lakini my second primary school hiyo ni hapo ndo nilijulia niko different. And that is why I like talking about PWD a lot. Yeah. Juu mtoi akifika kujua ako different you struggle sana. Sana. But kukua na tuvituko ilianza my first primary school because nilikuwa napewa freedom sana. Nilikuwa naepuka vitu mingi sana juu ya kukopia celeb shule na kubebwa kama yai sana. Tuseme nilikuwa na treatiwa different than the others. So nilikuwa naponea vitu mingi sana. Mimi nile mse mwenyewe curiosity yangu imenifanya nimekula food ya mwalimu kwa staff room. Na sikuchapwa juu anashindwa atakuchapa atakwanzia atakuchapaje. Curiosity yangu imenipeleka kwa washrooms za hapa classes. Alafu nikaanguka kwa choo na nikakoma. Na bado curiosity yangu imenifanya nimeingia hadi kwa ofisi ya head teacher kuchukua vitabu just because I want a free book. So nimefanya so many to mischief twingi kwa the first school. Na hiyo ndio ilinifanya nikatransferishwa juu nilionekana niko na freedom sana. But sasa the second school it limited me kidogo. Ili ni limit juu hawanijui, hawani understand and they are showing it. Hawani understand. Alafu mimi sasa hiyo ndo naanza kunotice haya kumbe sikongika hawa watoto wengine. So hii primary umeenda class? Ya kwanza nilianzia from nursery. Hizo enzi kulikuwa na nursery hizi za PP1. From nursery hadi kitu class 4 hapo hivyo. Then class 5 nikaenda hiyo shule nyingine. Nikuulize aje? At what time did you discover like the difference, like ukagundua mimi ni mse wa PWD? At what time? Primary school ya pili. Class? Hiyo class 5. Ndio you feel like na watu ndio walifanya nijue. Hiyo tunaona ya kwanza wamenizoea kutoka nikuwe nursery. So wamezoea. Hawaoni kiwa big deal. The second school alafu hiyo time tulikuwa very few. I think watu wakuwa wameanza kujitokeza. So sasa mimi nimepelekwa kwa shule watu hawajanizoea. Hao ndio wananionyesha hiyo different. Nikitoka class watoi wanashindwa, watoi wale wa classes wanashindwa. Kwa nini huyo anaenda kwa ile class ya juu na mimi siwezi enda hiyo class? Hapo ndo nilianza kujua kuna kitu different kwangu yenye walikuwa hadi wanazuba including teachers. Una walk lakini mwalimu anatego akikuwa kuona tu venye utaenda. Mwalimu anakuja kukusimamia kwa venye unashika bairo. Juu hajaiona mtu sehemu nyingine short. Hajui kama unajua kuandika na haja kulea. Sasa hapo ndo nilinotice by the end kwa different. How was the experience? Mbaya sana. Hakuna kitu ngumu kama kurealize hauko kama watu wengine. Mbaya sana. Alafu kujaribu kufigure out kufanya vitu in a different way kule kwingine. They used to make things easier for me. Kama sasa washa notice yes niko class 4. But siwezi enda washrooms za watu wakubwa. So nilikuwa nimetengewa washrooms kwa hizi lower classes. But sasa ingine unaambiwa uko class 5 fanya kama mtu wa class 5. Desk ni mtu wa class 5. Desk yenyewe siwezi fikia kule, nimetengenezwa my own desk, my own seat. Huku inabidi hawaelewi, huku wanataka kukutreat like inabidi nipige magoti kwa seat ndio niweze kufikia meza. So imagine umekaa a whole class hiyo period yote ya 45 minutes ya class ukiwa umepiga magoti. Na hawa bado hawaelewi hawafeel like we can customize a seat. So ili ni take kwa adjust hadi food wise. Kule kwingine walikuwa wanajua hata kama ana grow bado ile portion ya food iko tu pale. Huku wengine unapewa food ya mzee class 5 uko na katumbo kama mtu wa grade 1. Wanataka kukulizia food yote. Alafu unapanishiwa juu ya kushindwa kumaliza food ya mtu wa grade 5. Kumi kwanza nimechapwa juu ya chakula.
chakula. Wanaona huyu anakataa kukula chakula ndio maana akui mkubwa. Alafu ni shule ya masista. Huwezi mwaga food, huwezi tupa food. So nilikuwa naishi kuchelewa classes za after lunch. Nilikuwa naishi kuchelewa juu ya kukula. Juu lazima umalize hiyo food. Na yeye Mungu anibariki na ujanja. Nikajua by the way naweza gawia wasee food. So tuko tunaingia kitu ya kwanza naanza na kushare. Naanza na kushare food yangu na wagawia kabla tuonekane. Then inabaki kale kaposho najua. But it took a while before niweze kukama up na hiyo idea. Yes. Na wazazi wako na react aje? As in kuhusu hiyo treatment ya shule. Sikuwahi waambia. Nilikuwa na ile uoga ya kujiongea cause at that time bado kwa primary who understand okay ndio umeanza kujua uko different but who understand when you go about it. Alafu ni first hand experience. Hakuna msemo mwingine ushaiona hapo. Hakuna msemo mwingine nishaiona. Kule kwingine sikuonyeshwa kabisa I'm different. Huko wameanza kunionyesha I'm different kabisa. Yes. Lakini pia mzazi I think alikuwa anajua alikuwa anajaribu hapa na pale kuifunikia kuicover pia nisijue vibaya pia. It's a good thing and it's a bad thing at the same time. Jo would prefer atange nikalisha yeye mwenyewe chini because kuna ile relationship yangu na mzazi. Anze kunitrain mapema. Unakuanga hivi na hivi kuliko niende uko nje nijue. But unajua sasa pia yeye haja experience the same thing. Anaweza jitetea na hiyo. But pia hata kama je experience ongea na mtu huyu. Mwambie tu mapema. Mwambie tu pia yeye alikuwa anaona niko different. Alikuwa na experience hiyo critics huko nje. Lazima iko alikuwa anaambiwa kama babangu alikuwa ananipea story. Kuna beshte yake alimshow. Mtu yako different. Juu ali notice nikiwa mdogo. Mtu yako different. Wewe jitoe. If mwingine upate watoi different wako sawa. Hapo utajifunga. And then 25 years later huyu jamani anakuja kumwambia ongea na dota yako anikopeshe. Alipeka loan. Ule mtoto alikuwa anasema anyway, wazazi walikuwa wanajua I'm different, walianza kuona wakitengwa na watu mapema, wangeniongelesha. But I think pia walikuwa na hiyo uoga ya kuniambia. Hawakujua how to go about it. When ni first born? No, the last born. So mbona ajitoe na hao wengine anaona wako sawa, you know? Utakosa kuambiwa. Of course akosangi hizo. Ukosangi kuambiwa ati mimi hata ni venye nilitoka photocopy yake. Hii ilifanywa copy and paste. Kama singefanana na mzee. Ngori ingekuwa. Hiyo lazima angeuliza maswali. Hiyo lazima angeuliza maswali. So at least wazazi walikuwa understanding and sana na wazazi kwa PWD they matter a lot kwa acceptance ya PWD. Jo ufike kujipenda lazima ianze na mtu mwenye ako close and that is the parent. Kuna wale uficha watu hii. Sasa mzazi mwenyewe akianza kukuficha, akianza kukuonyesha we uko different. Hata ile confidence unasaidia hutaweza kumanuva huko nje. Na siblings mimi tuseme ni kama nimelelewa like an only child. Brother wangu tumeachana na like 8 years. Nikiwa class 1 alikuwa class 8 so kuna mahali ati tumepatana kwa life sana. Yes, lakini hata hiyo time kidogo tulikuwa na yeye pia si akwa inificha. Alikuwa ananiintroduce kwa mabeshte zake, tulikuwa tuna walk na yeye but pia hiyo difference ya age hatukuwa ipatana sana. So pia understanding yake alikuwa mkubwa so. Na watoto wa mtaa wenye umezaliwa nao hapo nini? Sasa mtaa uzuri ni ati mkizaliwa nao wanakuzoea haraka. Wanazoea what you can do, what you cannot do. But sasa mimi ndo nilikuwa natumika kufanya vitu mingi mbaya. Ndio walikuwa wanajua hakuna mzazi wa hiyo area atapiga huyu. Hakuna mzazi wa hiyo area. So kila kitu walikuwa wajitetea na mimi. Tulikuwa na wanja. Tulifanya na wanja. I think hata watoto wa area sigara yetu ya kwanza ni mimi nilitumwa nikabai. Juu alikuwa anajua shopkeeper hata kataa, hata wataassume nimetumwa na hata wakishikwa watasema ni wanjani na hakuna mtu atapiga wanja. Na hakuna mtu atapiga wanja tambo tu acha. So I used to get away with a lot. Cause unajua ukipiga huyu utakuwa na issue na community na mzazi.
Alafu pia najiuliza sasa hata tukimdiscipline weird, alafu pia naweza mdiscipline imuumize. Ilete Pia issue. hawanijui. Hawajui how to handle. So I used to get away with a lot. Na ilinifanya nimejaribu tu vitu twingi sana before nifike high school. Before nifike high school nimejaribu tu vitu twingi sana. Ni nini ili build confidence yako at that stage? Hiyo time pia juu ya kama sasa shule walimu walikuwa wananipea opportunity ya kufanya vitu mingi sana. So nilikuwa naenda nikilearn what I can be able to do. Alafu wananipea ma platforms. So ilifanya pia najikubali, naweza kujikubali, naweza kujipenda venye niko cause naweza kuunderstand wewe utakuja switch off light. Mimi nita have could try something else ku switch on this ama ku switch off the same light. So walikuwa wananipea opportunity ya kujistudy. Hiyo ilinisaidia ku build confidence sana. Nikajua I can do the same things as you but in a different way. So I can do everything yenye mnaweza fanya, nitatumia tu njia different. Na kucheza shule unacheza tu the normal games na watoto. Mimi kwanza sack race nilikuwa the best. Sack race juu ninatoshea kwako kangunia vizuri. Wewe unakimbia comfortable. Na naruka vizuri alafu nilikuwa na kamwili ka light. So kanaruka vizuri. Sack race nilikuwa the best. Hii nyingine tu ndio nilikuwa inakataa kukimbia juu na sisi wase wa short. Tunakimbia kama bata. Tuna move vingi na ukishangalia vizuri when we were walking tuna move vingi na side hivi, so kukimbia inakataa. Kuna time watu wao walikuwa anakugeuzia like umekosana na mtu yeye anakuambia anakutusi ama anakuambia kitu. Matusi ya watoi si vile cause pia hizo days walikuwa washaambiwa ukitukana mtu kama mimi utakuwa kae. So walikuwa wanaogopa sana. Walikuwa wanaogopa sana hata kukutusi na ufupi. Matusi ilianza kukuja high school na huku nje kwa watu wazima. Actually hata matusi mingi nakujanga kwa watu average. Sasa mtu anaona mnatoshana anaweza kuambia anything. Kids si rahisi hivyo. Si rahisi watoe words, maybe wafanye na actions. Sasa vile uliingia high school? Now high school nikapelekwa boarding. The same challenges za primary zilikujia hapo. The same za food zilikujia hapo, but sasa high school at least nilikuwa nishapata experience ya Kenya naweza fanya. Hapo ndio pia entrepreneurial skills zilianza. Mimi sikuwa napeana food yangu for free. Unauza? Nakupea kijiko na nipea 5 bob. Allah. Hapo ndo busy ilianza. Sina wewe unajua siwezi maliza, unajua siwezi maliza na unataka food yangu. Kwanza maform 4 niliwauzia sana food kabla niweze kukula hiyo portion. But sasa ile mischief ya primary nikaileta high school ikanipea shida. Nikikwambia nimeenda shule mingi, mimi nimepewa DG. Shule. Hii high school nimetengenezwa hadi jembe yangu, kajembe ka size kangu. Ndio venye nilikuwa pano kila wanja amefanya. Wanja sijui amefanya. Juu tu ya hiyo kujaribu na mimi nikipata question ya kitu I will try it. Nikitaka kujua staff room nitakuja hiyo staff room. Hata afadhali nijifiche chini ya table nijue matichazu kaaje ama uongelelea nini. Curiosity yangu ikinihit nitaifanya. Sasa hiyo kitu ilikuwa inaniingiza kwa shida mingi sana high school. Alafu jue high school ni more strict than primary. So niliishi pano form 1 yangu yote. I think second term ya form 1 niliishi pano. Kitu tu ilikuwa inanisaidia ni ati nilikuwa na perform hiyo time. So pia hiyo ina cover hata teacher kitaka kukuchukia. Anasema mtoto ni mwerevu. Inafunikia vitu mingi. But experience ya my first high school pia was really bad. Really bad. Juu pia bado nilikuwa najaribu kujiunderstand. Kujielewa better. Sasa environment imechange, vitu zimechange. Pia nataka kujaribu vitu like I used to na hapa sikubalishwi. Nimefungiwa vitu mingi. So iliniingiza kwa tumakosa twingi. Hiyo time uko high school unataka kuprove ni mtu mkubwa ama uko tu sawa? So bado sijafika kuprove mimi ni mtu mkubwa. But nataka kuonyesha naweza fanya vitu kama nyinyi na hamnikubalishi. Alafu pia niko na maswali mingi ya nyinyi. What do you think about me kutoka hizo? So ninajikuta nikifanya vitu sifahiwi but mimi sioni makosa. Alafu juu kule niko nimezoea ku get away with things. Huku hawakuachili umefanya makosa ni wewe tunadeal na wewe. Ni wewe tunachapa. Umefanya hii punishment ndio ile.
So huku hauachiliwi. Huku unafanya pano, na hiyo ndio ilinifanya mara mingi mimi nimejua hadi kuoshea nguruwe. Kuoshea nguruwe. Alafu nguruwe zenyewe mnatoshana nazo. Juu bado nilikuwa kadogo na mambo uende kuosha nyumba ya nguruwe. Kulima nimejulia kulima huko. Hawakuhurumi? Huko hawakuwa tumefanya makosa. Wewe ni kama hawa wengine. Lazima tukupanish. Na student mnarelate aje? At first nikiingia wanafunzi wengi walikuwa wanataka kujua venye nafanya vitu. So kama first term form 1 nilikuwa naingia bafu, sikuwa nakosa mtu ananifuata tu kuona venye nitashawa. Unabeba aje ndoo? Venye utabeba ndoo, venye utashawa, venye utavaa nguo. Sikuwa nakosa wase wananifuata. Second term I think most of them walizoyanga wakaacha kunifollow. Alafu na mimi nayo nikaanza vituko zangu. But after curiosity yao iliisha, mna relate tu poa. Au ulikuwa na feel like watu hiyo wanakudiscuss like wamekaa kando hapo, una feel kama hiyo iko sangi? Hiyo haiko sangi. Hata ile the previous school haiko inakosa juu hata wataform ka group wanakupoint ukitembea. So unajua conversation ni wewe. Una handle aje? Ulikuwa na handle aje hiyo? Hiyo time sikuwa na shida. Sasa ndio I think inaniingianga cause najua kenye mnaongelelea ni nini. Hiyo time bado sikuwa na grasp mnaongelelea nini sana. Sikuwa na overthink. Sasa najua hata ukinitaja kenye unataja kenye unajiuliza naelewa. Hiyo time bado sikuwa naelewa. Yes. But sasa the second high school siku nimepewa jiwa ameona mtoto ako na kisirani. Kuna mambo mingi. The second high school was easier for me. Juu hiyo shule ni ya Nakuru, inaitwa Goshen High. Ni ya wase wenye mostly mumefukuzwa kwingine. Yeah, I heard about the school. Kuna mtu aliniambia, I know somebody alisoma Goshen, na aliniambia hiyo shule ni ya Warui. Tuko wengi. Hata ukiangalia TikTok. Maselebo TikTok ndi wamepitia Goshen na watu wamefanya vitu chizi kama sasa Senator Medhu amepitia Goshen. Lydia Wanjiru mwenye sasa watu wana discuss amepitia Goshen. Willy Soeba wa TikTok amepitia Goshen. Goshen ukiangalia TikTok wise watu wenye wanafanya vitu insane ama crazy. Ni lazima wako wamepitia shule. Hiyo shule ilikuwa rehab. Rehab ya watoto. So unachukua wazimu yako unapeleka huko, unapata hata mwenye aliandika hiyo kitabu ya wazimu anasoma huko. Wewe ulisoma yameiandika. So wazimu yako inatulia, ina reduce. But hiyo shule at least it was easier for me. Juu nilienda immediately nikapata watu wengine crazy than me. So ikabidi nitulie. Alafu nikaingia nikapatana na maselebo wa shule, nikaingiana nao. Huko anakuelewa, hawana issue. Huko hawana issue, huko hawana hata kazi yako. Wanafikiria juu ya nilifukuzwa kule, nimekuja huku naweza fanya hivi ama siwezi fanya. Alafu zile makosa zilikuwa zinapanishi huko ni vitu kubwa sana. Vitu watu unasikia mse amefanya huko. Mwanafunzi kweli. Hizi zingine ni makosa za kawaida. Hawaoni kadi issue. Makosa za kawaida. Kama sasa I think kitu kubwa nilipanishiwa huko ni nilikuwa napenda kulala. Nangojea watu wameshawa, wamefanya kila kitu. Mimi naamka na shower na rudi bed. Na juu nikiwa kwa kitanda hautaniona vizuri. So teacher anakuja, anaona ni kama dom kila mtu ametoka. Then nitarukia kwa window after nimaliza kulala ndio niende class. So kuna time nilipatwa. Na uogopi kuanguka? Windows ziko chini. Nilikuwa nisha practice venye ndaruka kwa window. Iko normal height but sasa kuruka nitaweza na nitaweza kutoshea. Bado sikuwa nimekula venye kukula saa hii, so ningeweza kutoshea. Alafu hawangefikiria ati anaweza kutoshea hapo ama anaweza fikiria. Sasa hiyo ndio tu makosa najua nilipanishiwa hiyo shule. Hizi zingine watu walikuwa wanafanya vitu kubwa kuniliko. So hata sikuwa naonekana, sikuwa conspicuous vile kwa makosa. After hapo utaendelea kusoma after high school? After high school nikamaliza high school fiti. Nikaenda university St. Paul. Now high school ndio wase wengi pata adole. Mimi adole yangu ilikuja late. Kuja ukiwa campus? Sikuelewa ni aje adole yangu ilikuja late. High school wase wako kwa relationship za boy girl. Mimi si get. Uelewe watu wanafanya nini. Mimi niko tu sawa na
kila mtu. Sasa Adoleka ni hit nikiwa kole. Alafu ujue sasa kole nilikata kwenda boarding. Ni place napatana na machali wengi, unapatana na wase wengi. Adole ndio imekugonga. Kila mtu ni mhandi. Madonda, madere, kila mtu unataka kusalimia, unataka kuongelesha. Na baadhi hapo St Paul kuna kistage kia madonda pale. Yes. Alafu unaona venye wewe ung'ara. Then unamwona na maring na mabling basa na kumaliza. Alafu sasa hiyo ndio umeona matatu mara ya kwanza, mtu amechora matatu. Sasa huyo akikusalimia, wewe kuna kwanga na ka feelings, sijui ka attachment kwa wasichana na madonda wa matatu. Bad boys. Sana. Mimi Adole ilinigonga pap, msee wa kwanza alinichekesha, nilienda kama nimeanguka. Hadi mwisho. Na hivyo ndo nilianza mambo na relationship na so first relationship yako umeingia campus, umepatana na donda. Yes. Mkapendana. Hakuna kupendana, mimi alinichanganya tu. Hii tuseme. So okay, it's first experience tu. Ya kwanza msee wa kwanza mwenye amekubali kunichokoza. Unajua wengi walikuwa wanaogopa ama wanakuhurumia. Sasa tutaiweka ni huruma ama ni kuogopa. Tuseme ni kuogopa, jota hakuwa ananisalimia sana. Au na kuongelesha sana. Huyo amekuongelesha. The first time umeongeleshwa na chali different. Amekutreat different when hujaitiwa basi. Nikaenda kama niliingia box na nikajifungia mimi mwenyewe na kufuli yangu. How was the relationship? Okay. Hiyo time ilikuwa poa, but sasa hivi venye najua relationships zinafaa kuwa, naonanga hiyo ilikuwa ufala. Iko sangi ufala. Unajua ya kwanza inakuwa tu ufala. Juu nilifanya out of venye na feel hizo ma feelings, but sasa ile tendo na realize kuna vitu better huku nje. But huwezi jilaumu juu ilikuwa your first experience. Yes. Alafu umepata msee mwenyewe anakutreat different. Yes. Na haogopi. Haogopi kukuuliza maswali. Au wengine wanataka kukujua but hawajui venye wataku approach. Yeye ndiye hata alifanya nikajona na wasee wa stage. Watu wakajua by the way sikabaya. Alafu hiyo time kulikuwa na ile mentality ya madoa fote utukanana. Ukimuongelesha tu kimwambia hai atakutusi. Sasa yeye ndiye alifanya at least hao wengine wakakuwa free na mimi. So ukakuwa celeb hapo kwa madonda sana. Hadi nilikuwa napewa ride, saa nyingine napewa squad nilipishe. Nilikuwa nafurahi kushika pesa mingi. Hazitoshi kwa mkono lakini bado wafurahi tu kuzishika na kuitisha watu. So umekaa pale utafikiaje pesa huko nyuma? Sasa mat 3 lazima usimame uende ukichukua ngapi. Wewe utatoshea fiti. Utatoshea fiti sana. Unachukua do. Sasa unless mtu akuchange kwa hesabu ndio unapiga hesabu. Alafu pia wasi nikawa nabambika. But hiyo time pia wasol kwa ile uoga ya huyo hatuwezi mcheza. So sikuwa na hata ukisahau msee anakukumbusha jana nilipisha. Alafu pia wasi abiria wanabambika. Sana. So ulikuwa unaipiga kama side hustle. Hiyo hata sikuwa nalipwa. Ni for fun. Nataka tu kutry vitu na nimepewa opportunity na donda amekuambia unataka lipisha. Then wali notice na furahianga kuifanya. So nikibebwa anytime nalipisha. So ulirelate poa sana na wasi wa stage. Sana. Alafu hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza pia kukaa pale mbele kwa gari. Sikuwa nimekaa pale juu nilikuwa naogopa siwezi fikia na sina mtu naweza show. Hapo ndo nilipata sasa courage ya kuambia mimi utamaningi kukaa pale mbele kwa dere but sinanga mtu wa kunibeba. Juu lazima lazima niinuliwe. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda. Nilikuwa excited. So boyfriend anakuinua na kuweka hapo. Hiyo hata ni best yake aliniambia leo unakaa na dere. Leo nakuinuka na dere. Feel venye watu feel. Nikaeko hapo nikafeel hiyo time niko ndobambika. Kukaa pale mbele na ujaika pale mbele kwa matri. Lakini pia nilikuwa naoga juu nilikuwa naona venye anaweza piga break niende kani nimeenda. Umeanguka huko mbele baya sana. So inabidi ufunge ka belt. Hiyo hata si belt juu mguu hazifiki chini so huwezi jisupport chini. Nilikuwa naona tu hapa kipiga break vibaya. Wewe chini. Hivyo. Unaenda kama umeenda.
So unakaa tu umetense. Lazima ningekaka nimeshikilia boards. Watu derede huyu mwingine juu niko na kopa. Alafu so umekaa hapa katikati. Hakuna place ya kusupport. Miguu ifiki chini huwezi support. Hakunanga chuma ya kushika. Sika hizi viti zingine unaweza support na hii ya mbele. Mbele. So hii nikiona wewe. Hii ni wewe na dashboard na kioo. But ilikuwa experience fix. Walinifanya nimetry vitu mingi sana kwa gari. Hiyo ndio ilikuwa pia gari ya kwanza at least nilikalishwa na dereva hapa akadrive. Ananiambia tu fanya hivi. Zungusha steering. Nilitry. Umekalia dereva na drive. Hiyo ndio ilikuwa gari yangu ya kwanza pia kushika steering na kusongesha steering gari ikienda. Nilibambika. Ilikuwa experience moja fiti sana. Ilikuwa fiti. Alafu kukuja kwa shule ilikuwa sawa. University si complicated. Hawana kazi yako ingia class, toka, maliza. Maliza haikuwa na vitu mingi sana. Alafu juu hamkai sana au interact sana na watu wengi, but pia nilikuwa nafanya busy huko. Nilienda St. Paul's nika notice hakukuwa na canteen. So nilikuwa naleta vitu kama credit. Just in case mtu anataka kucall, yes kuna wifi but ukitaka kucall huwezi call na hakuna duka ndani ya shule. So nilikuwa naleta credit na mabuyu, nikajulikana sana na story ya mabuyu. That time nilikuwa nafuga kuku. Nilianza kufuga kuku immediately after high school. Nikaanza kufuga kuku, so matichers walikuwa wananitisha mayai wapeleke mayai na nilikuwa nauza poa. Unaona hii ni free delivery na kuletea hadi pale huko. Penye huko. So campus kwa celeb of course pia. Campus, lakini uzuri wa St. Paul's kulikuwa na watu wengine wa short stature walipitia hapo. That is how. So huko mtu wa kwanza. That is how I got to know about the school. Venye niliona kuna mtu mwingine amesomea St. Paul's, that is the reason why I applied kwa hiyo shule. Ulikuwa umejua kuna mtu ashapitia hapo. After high school kuna meeting tulienda ya wase wa short. Na venye kwa hiyo meeting, tukiwa kwa hiyo meeting wakaanza kuongea about zile kole wamepitia hadini. So nikajua huyo amepitia St. Paul's wamepitia. So it means kuna facilities za wase wa short sita struggle. Wameconsider wase wa short kwa hiyo campus. Hiyo ndio reason tu ilinifanya niende hiyo shule. Nilikuwa na jote ikifika ni time ya graduation, maana na gown ni sorted. Hakuna vile wanaweza kuwa wote wamepitia huko na wajasortiwa gown. Viti lazima wako wame experience hiyo vitu. Infrastructure. So ilikuwa easy kwangu sana kuingia hiyo shule na kumanuva. Wamesort kila kitu. Juu washazoea. At least kumekuwa nani. Ulikuwa unafanya course gani? Nimesomea BBAM. Alafu nika specialize na marketing. No wonder. Hiyo ndio nakulia. Hiyo ndio kitu umetaka kufanya, hiyo ndio kitu tulitamani tu kufanya Eva. Biashara nimeishi kufanya biashara for the longest time. So nilianza biashara high school. Apart from kuuza food, high school pia nilikuwa nauza, enzi zetu zilikuwa za letter. So nilikuwa na buy notebook yenye iko na 2 flowers, ndio nakuja na kukatia na kuuzia 5 bob ya kuandikia girlfriend ama boyfriend letter. Sasa ukisema enzi zenyu, hiyo ni miaka gani? Si kitambo. Ni kitambo. Kwa watu wengine ni kitambo. Juu niliingia high school hapo 2010. 2010 ndo niliingia high school. Ni kitambo. Ni kitambo, nakula chumvi. Nice. So nauzia hiyo paper and then nikipaka perfume na kuuzia 10 bob. Ikiwa bila perfume na kuuzia 5 bob. So akiandika barua pande ile nafikia ikiwa so hiyo ndio ilikuwa. Lakini 2010 si muziko. Sasa shule ya kwanza ya madem wananga hiyo mnyati ya kuingiza simu shule. Alafu hakukuwa na hizi smartphone sana. Ni matext na SMS tu. Sasa shule ya pili ndio busy yangu ya hiyo letter ilianguka juu it is a mixed school, so boyfriend yako ako tu hapo. Utakutana naye hapo. Hakuna maneno ya maleta. Kama unamtaka unaenda tu class yao. Mnapatana. So busy hiyo nikajua hiyo busy hizi work. But busy nyingine ili work poa ni kulikuwa na kitu fulani tulikuwa tunatengeneza high school. Nimechanganya blue band ama mafuta unachanganya na kitunguu and then unaiweka kwa kabox inakauka iko inako kwa food. So mimi nikienda nayo nilikuwa naenda nauzia wenye hawakuweza kutengeneza. Alafu nilikuwa na bayo huko tulikuwa tumekubalishwa kubai snacks. Mimi nilikuwa naenda na box kama 3 za bika.
Wewe ndio pesa ukiwa mdogo. Mama yangu anafikiria ni za kukula juu ya venye ati siwezi kula nguo za shule. Kumbe uko busy. Mimi niko busy. Wewe umefanya biashara sana. Hiyo campus wana buy Credo ama pia campus walikuwa na buy Credo fiti, lakini Mabuyu ili do better. Hii pesa yote na make shuleni ya nini, ndo unalipiwa fee na nini, unafanya nini? Kukula tu. Pesa yangu ilikuwa ya kukula, but nayo ya high school. Sasa kukula sika food kako umesema unakula ka food kadogo. Si kukula snacks. Tunataka snacks. Good life. Alafu mimi venye nilifika form 3 niliambia wazazi wasiwahi visit. Juu ukivizitiwa hautatoka nje. Usipovizitiwa unapewa chance. Shule inakuhurumia, inakupea chance ya kutoka nje. Ukitoka nje utakula. Hauna pocket money. Hiyo ndio pesa sasa unatumia. So nilikuwa napewa hiyo freedom ya kutoka nje, na furahi sana. Unaenda sasa ndio unabuy zile vitu zote unataka, alafu pia una restock. Kama stock ya BK imeisha, una restock hiyo time. Unakuja nazo. Lakini sasa college hakukuwa na kastori sana. Isipokuwa tu ya Mabuyu na ya credit. College life yangu ilienda kama upepo. Sasa hapa college uko in love na Konda. Ndio? Unaishi hostel hiyo time? Nilikataa kuboard. Mimi nilikuwa naenda home. So kama hauko shule mko tu na Konda pale stage ma 1-2-1-2. Hatukuwa tunapatana sana. Hiyo relationship ilikuwa funny. Tulikuwa tu tunapatananga kwa stage. Kwa stage na saa nyingine ananiita job, nampeleka round kadhaa. Hivyo tu, alafu tena niko shule, niko na assignment. Pia sikuwa na time yake vile sana. Yes, but hiyo ndio time yenye nilianza hiyo sexual curiosity. Yeye ndiye alisort kila kitu. Alinifunza kunaendanga hivi, unafanya nguo hivi. Hii ndio inafanya nguo hivi. Though hata kama haku expound everything, naweza sema yeye ndiye alinifunza. Yeye ndiye alinionyesha hata watu wafupi ukulana. Nilijulia hapo. Sex life na PWDs. Unajua saa zingine unakutananga na msee wa PWD like just a cripple ama blind. Alafu community nauliza sasa huyu lakini wanaume hata huyu mmepea hata huyu you know cause I'm like okay si pia hawa ni watu and all that. So for the longest time watu wengi sana wamekuwa wakishindwa kutu approach because they don't know kama anaweza ama hawezi. Na kama anaweza how to go about it. Juu ni topic watu wengi hadi wa leo hawaongeleleangi. To make things worse, hata watu wa PWD wenyewe hawapendi kuongelelea sex life yao. Hadi sasa utapata kuna msee hajui wase wako na dwarfism wanaweza beba ball. Msee anataka kukuoa but hajui naweza beba ball, anaweza ni satisfy sexually. Kama ni position tutafanya na position gani? Hajui atakukunja aje ama atakukunjua aje. Because hatuiongelelei, hatuitoi. Watu hawako informed like mtu ana feel like hauko in a position to get pregnant. Ama ukipata pregnant ni kama anakutesa kubeba ball. Yes. Kama utajifungua poa and all that. So kuna kuangana hiyo ya mse hajui so hiyo anaondokea hata kwa anakufilaje hiyo anaondokea. Then kuna hii category nyingine yenye watu wanaionanga it's a bad thing but mimi naona kuna venye imetusaidia. Hii kategoria wase wako curious anakukatia juu anataka kujua albino anatestaje, mse dwarf anatestaje. Juu kuna ile notion ya society ati wanakuwa watamu. So ana try ndio approve kama hiyo inakuanga tamu. Na hiyo in the process of kutry hata wewe unapata opportunity. Umepata opportunity na unaweza kuunderstand, unaweza kujijua what you can do and what you cannot do. Watu wanaionanga kama ni a bad thing but for me naweza sema it's a good thing. Juu hao ndio wameweza kutufanya tumejua tunaweza fanya hizi vitu like any other person. Yeye pia amejua ataenda ambie Mbogi by the way ni kama hao wengine iko same. So si ame create awareness in some way. So wacha tuseme imesaidia. Kwa hizi sittings zenyu za PWDs new discuss vitu kama hizo ama mna train wanga ama mnaongelea wacha tusiweke PWD. Persons with disabilities hawapendani. Ati mimi na mse blind tukae chini to have a conversation about disability. Iwa haiwork. Juu kuna some
persons with disabilities wanaonanga wako more disabled than you. Okay. So wanaona wewe hufai kukua kwa hiyo category. Anaonanga ni kama yeye anapitia more than you. So unaona vinye nyinyi mna tuangalia different ama mnatudhara huko nje, pia yeye ako zile za huyu anajileta afai kwa category yetu. Huyu ako sawa, si anatembea. Huyu anatembea, anafanya kila kitu, but anasahau most of the things they go through. Pia huyu mwingine, so kupata PWDs wanakaa chini wana discuss, it's very hard. What happens ni kila type of disability wameform groups, and it is more easier for mimi na msame short kudiscuss about our challenges. Na unajua ni easy wasiku criticize msame short kuliko criticize msame clipboard. Sana. Juu pia bado watu hawaja accept ati ni disability kama ingine. Alafu crippled ishafunzwa from kitambo. Hii ndio disability. Hii ndio inajulikana. Juu hata kwa Bible ilikuwa crippled wanatembea na hakuna place dwarfism wanaambiwa refuka. Hakuna mali Yesu aliambia Zakaria atirefuka. Alimwambia tu ashuke. Unaona but sai at least vitu zimechange. Juu pia ukiangalia vizuri hata online wase wa short stature wameanza kujitokeza. Afu pia society imeanza kufunzwa what disability is. Ni nini inafanya mtu awekwe kwa category ya disability. Juu sai hata kama ni kitu kama kosa kidole, bora kwa tu umekosa hiyo kidole na inakufanya ufanye vitu differently from a normal ama average person, wewe uko kwa hiyo category ya disability. So sasa watu wameanza kuunderstand. Nimeona hata wakisema bipolar and disability. Yes. Actually kuna mtu usema kila mtu ako na disability yake. Kila mtu tu ako na ulemavu. Inaweza kuwa haionekani. Lakini kila mtu ako na ulemavu. Kwanza bipolar wacha. It's worse than any other thing because it not only affects you, it also affects everyone around you. Yeah, sure. Na relationship ya kila mtu around you. Na kama kuna mtu anaweza pata depression haraka ni huyo. Na hiyo ndio vitu kitambo watu hawako wana understand. But at least sasa vitu zimechange. So back to the other topic of us sitting down and talking, unless ni group ya blind people talking about the disability and vitu upitia, hauwezi pata wana mix na watu wengine. So unapata wase wa short stature, si ukaa chini na tuna discuss. I sat down with a blind person na alikuwa anasema kukiwa na opportunities za job kwa county, watu wako na disability ya kuona like anahitaji a person to help. So yeye apati hizo opportunities za job. So afadhali wachukue mtu wako na dwarfism ama mwenye hatembei because atafanya hiyo job without an assistant person. So unapata hizi disabilities zina vary na pia opportunities na. So hata biashara zote ama job zote wao uangalia ni wapi wataspend more. Juu pia usieti wanataka kuspend more. So mimi na yeye tukienda kwa ofisi wataona yangu ni kitu kidogo. The only thing that will need to change ni the sitting position. Ya huyu atahitaji so many things. So wataanza kuona kuna vitu mingi sana they will have to spend on. So yeye anaweza kosa job mingi. True. Alafu sasa mtu kama wewe unamwambia ati tukae chini tuwekwe kwa category hata understand hata get. But jobs mingi ni ukweli ziuangalia hivyo. Alafu most of the time they employ persons with disability kucover tu wako ka threshold. At percentage to balance tu. Lazima waeke tu mse mmoja not because of qualification. Wanataka tu kucover hako ka kitu. Of which is it's wrong. Juu sasa kwa vitu mingi sasa hata we are doing better than nyinyi. True. Na utapata tuko intellectually better mbali than wengine. Mungu compensate. Akunyimai anakupewa kwa so na wasi wengi PWDs wanakuanga gifted sana. Akikunyimai lazima akave mahali pengine. Kasa mimi usema urefu yangu ile kwa haga na forehead. Nimekuwa famous juu ya hiyo haga. Ukidance pale TikTok ukitingiza mafrumbanya. Imenifungulia tu milango kadhaa. Sana. Forehead inafungua mlango aje. Forehead ina shine. Kila mtu anataka kuiguza, kila mtu anataka kuiona. Kuna time nilikuwa nalipisha hata wase kuniguza tu mikono. Aje. Wanataka kujua hiyo mikono venye iko. Sasa hata zimerefuka before. So mse analipa kuguze? Unaisema kaa joke na anatoa do. Mwenye anataka kuniguza leta 50. Leta 50 bob. Unapata ya fare.
juu kila mtu anataka kujua unafanyaje vitu. Hiyo curiosity pia kuna venye imenisaidia napata tudo. Kama sasa kuna watu kuja kwa shop tu kuona mde mfupi atanikunjia aje bag ama anaifanya aje. Wewe uko na kuna vile tu unaweza convert anything into profit making deal. As in wewe hakuna kitu huwezi fanya. Naonanga kwa TikTok wale ukiuza mabag nini. Alafu pia kuna wase ubai kwa sababu ni wewe. Kuna wase ubai juu dem ni PWD. Unasikia mse ati anatoka mbali akuja niwe bag ya Tuso. Yes. Na nikianza niliweza kupenya sana haraka je hiyo trust. Kuna venye watu average wanakuwa na trust na PWD in business. Unaona venye ukiona mse akiuza bag online kitu ya kwanza itakuambia ni atani scam. Sijui ni kwa nini watu wasimtu ukiona PWD akiuza haizi kuiba. PWD hizi kugonga. Lakini sitaki kusema sisi ndio wabaya but tukipata opportunity hatuwezi iondokea. Ukipata opportunity ya kugonga unagonga. Unagonga tu vizuri. Alafu unajua hutapelekwa sana. Actually nikileta kesi umenigonga watu wataniambia hata huyo na sasa huyo wacha akule hiyo pesa. Hata itamsaidia kuliko venye itakusaidia. Ukishaambiwa hivyo unaachana nayo. Una experience zile za keep to change. Sana. Kwanza nikiwa hoka nilikuwa napataga hiyo sana. Ushai hook? Ile hooking ya kawaida ya kabisa. Nimefanya tao sana pale railway. Nairobi. Na utafikiaje kwa nini ya gari? Siko na hook ya gari. Ile ya kutandika vitu. Ile ya kutandika. Unatandika vitu. Kanjo akikam. Kaburu shike gunia pande unajua anashika gunia. Kuna mtu anaona anakashika. Unafanyanga two things. Kama umeshindwa kuondoa vitu haraka na washafika, lalia vitu zako. Zilalie na ukatalia hapo. Hawezi kukubeba wanaona. Hawezi kukushika. Alafu watu wanamwambia achana huyo. Then ukishailalia ina create attention. Kila mtu anawaangalia. So wana feel pia hiyo aibu ya kukushika. But nimekimbizwa mara mingi sana tao na maoka. Unajua iko na situation moja ngori umeanguka lakini hawakuhurumia. Nishaianguka tao. Alafu I always say wasi wafupi kiangalia vizuri sio anguka na kichwa. And then somehow tukianguka na kichwa tunafanya sama. Na kama ni place unaweza roll unajikuta una roll kangu nia. So mimi nishaianguka tao. Sasa after kuanguka walishtuka. Kwanza waangalia ameumia. Na kama ameumia tutafanya nini? Alafu then hawajaiona mtu mfupi akianguka. So pia hao wakazuba wakasahau walikuwa wananikimbiza nimefanya makosa. Then kila mtu akasimama. Alafu ana feel guilt tena. Kila mtu akasimama wako zile za oye pole. Oye amka. Sasa kuna wenye watakuja kukuamsha. Sasa hiyo attention pia Kanjo wapendi but hiyo time walishtuka. Walipanic. Wakaanza kuzuba wakasawate Kenya walikuwa wanafanya and after that walirudi kwa ofisi hata kushika mtu mwingine. Walisikia wamekosea sana. Hiyo experience kuna venye haiko wapeleka hapo walifunga. Alafu sasa wamekujua. But before walikuwa wamenijuanga ni venye before unajua hizi vitu inataka uko na connection unajulishwa wakikam nilikuwa naondoka before. Hiyo time ni ile tu msee wangu kupata information haraka. Kapata off guard. Yes. But ukatoka ukafungua shop yako. So from hawking ndio niliweza kufungua shop but that was later. Hiyo ni later. Like I said, nilianza kufuga kuku immediately after high school. Nimemaliza exam November, December nimeanza busy ya kuku. Busy ya kuku nikaifanya college niko na nitakuwa sunku. Dharau masomo. Babongo kaniambia for now tukichu wacha. Nilifika maledi najilipia kole mimi mwenyewe. So hata mzazi akiniambia unaniambia nini na unilipia shule. Nimejilipia semester mzima. Nikaona hapa hivi atapelekana pona mzazi na pia sitaanza kuona value ya masomo juu naweza kushika tudo twingi. So nikafunga hiyo nikafocus na shule. Then immediately after shule nikapata ka internship Mpisha Hospital. Mpisha Hospital nikaifanya 1 month but hii mwaka ingine ndio wa renew contract hawaku renew. Then corona ikafika Kenya. Juu corona ilianza round deck na Jan huko nje. By the time inafika huku nikajua hiyo busy haturudi. So sirudi job.
hapa hivi nimekuwa home miezi 2, sina kitu nafanya na ndio hiyo corona imehit. Hapo ndio story ya mask ikakuja. Mask nikagoogle online venye zinatengenezwa na Wachinku. Alafu juu already nilikuwa nimelelewa Uhuru Market, place ya mafundi wengi. Nikapeleka tu mafundi wa mama yangu video. Your mama alikuwa anafanya tailoring? Yeye alikuwa anashona masweta na ma uniform. So venye niliopelekea video ya YouTube, tukatoa mask. Tukaona imeweza. Nikaanza kuuza mask. Na hiyo time mask ilikuwa pesa. Hiyo time mask ilikuwa. Hii mask imenitoa mbali. I think mita yangu ya kwanza niliguza hiyo time ya mask. Hiyo 2020. Ulikuwa unaingiza hivi do hata kuingiza 50k haikuwa issue. So you made $1 million plus kuuza mask. Hiyo time tulifanya job. Wewe ukutaka COVID ishe. Mimi nilikuwa nataka hata muendelee kukohoa zaidi. Hata ikiwezekana ilete ya kufaint, tulete kitu ya kuanguka sasa. Tungeleta makofia za kuprotect vichwa mkifaint. Nilikuwa nataka tu ako ka scenario kaendelee. Mask kaninua, but yenye ilininua sana ni paper za mask. Juu before watu wa realize kwenye tunatoa paper za mask, ilifika mahali mkanaunzwa msibai mask yenye haiko ndani ya paper. So paper za mask zilinipea do mob sana. Watu hawajui hawajui kwenye natoa. Na hizo paper za mask ilikuwa unaona hizi paper za CD. Disc. Hizo paper za disc ndo tuko tunachukua. Alafu papa juu pameandikwa classic movies. Tunakata. Tukikata tunakuletea paper haina hiyo kitu ya classic movie. So utaenda kutafuta hii paper yenyewe na iko kwa soko. Yenye iko ni ya classic. So before watu wa realize what we are doing, nilikulia hiyo. Nimeuza vizuri. So hiyo ikanipea kajina. Then Promo Kings, company ya Promo King ilikuwa na produce mask mingi hiyo time. Wakakamuru Market, walikuwa natafuta msee wa marketing. Wakauliza nani ndiye ana deal na mask sana. Sasa hiyo nimeshatengeneza jina Uhuru Market. Nikatafutwa. Nikaambiwa basi. Sasa Promo King tuka-agree now. Hapo ndo nilijua hakuna kitu mzuri kama kudeal na Muhindi. Muhindi haizi kurusha na haizi cheza nayo. Bora mpiga agreement yenu. Tukaandikiana mtu yoyote wa hiyo barabara ya Jogoo akitaka mask, hata akiona doaje anapitia through mimi. So hata masonko wakienda kwa kampuni wanaambiwa tafuta wapi. Tuko na mtu kwa ground. Hiyo mkishaandikiana huwa hawakugeuki. Hiyo pia sasa ndio ikanipea do zaidi. But sasa venye corona imeisha kabidi nianze ku rethink what to do. But ulikuwa umemake do. Umemake do, but unajua kisha zoea kushika sana. Unataka tu ikianza ku reduce yenye unashika on day, utafeel kuna kitu imeshift na utakaa na amani. Kwanza ukishashika pesa ya daily, pesa ya daily ni mbaya sana. Ukikaa siku 2 inakuwa ni kama dawa. Kaa siku 2 bila ni hivyo. Utaanza kuchizi. Kwanza sasa ukafikiria sasa what to do next. So bags before nifikirie turudi before corona. Kuna time nikiwa tao nikapata ka sling bag kafoso nikabuy sling bag. Afu hiyo day nikasema sitakata sitaenda home, nimemaliza classes mapema, wacha niende soko nikaone madhe. Kwenda soko na ka sling na muonyesha nimebuy sling bag ya foso. Anza ati pesa ngapi? Nikapeleka kwenye zinashonewa, akizo vitu zinashonewa na na nimebuy foso na transport ni 30 bob. Ameitoa soko na 30 bob, ameleta amenuzia 400. Iliniuma hiyo day. Nikaambia mamangu lazima nitafute pesa nishone hizi vitu nikuwe na ya Monday to Saturday nitulize. So experience yangu ya kwanza kushona bag ilikuwa hiyo. Nilishonanga not because I want to sell. Nitulize hiyo uchungu ya nimekuliwa 3 so. Hata angenikula chwani ama so. Nimekuliwa 3 so kwa bag moja nikazishona. So hiyo kanipea idea venye bags ushonwa. Ile venye mtu ufanya busy ya bag bila kukuwa na mafundi. Mamangu alinipeleka through the whole process. Kaniambia need mafundi. We buy to material, inachorwa hivi, patia wale wa kushikanishie. Nikakuwa na bag ya kutoka Monday to Sunday. Hiyo uchungu tu iishe. So after corona I knew naweza ingililia bag. So tukiwa tumekaa chini na kuzo yangu tunafikiria what next. Hiyo time nilikuwa nimeajiri hadi makuzo zangu. Ulikuwa umeajiriwa sawa ngapi? Ya tena mask wengi. Mtu yote alikuwa job na hakuwa na job. Hiyo time hawako job. Ka brother yangu alikuwa ameajiriwa kwa insurance company. Ilibidia kuja nifanyie kazi ya mask. Hawako job.
Uko umeandika wasika ngapi hivi? Chato ni kama 6. Including sasa wazazi wangu pia hapo. Ngeni hapa job tufanye yao kazi. imezima. Kwa mtu anabai sweta, kila mtu anataka kubai mask. So wazazi wangu, brother zangu, familia yote. Umekuja kwangu. Mmefunga kazi. Mimi the only thing I can offer you ni hii, nisaidie nikulipe. Sasa after hiyo mask ndio sasa story ya bag. Tumekaa chini na kuzo yangu tunafikiria what next. Huyo kuzo yangu hakuwa na job ya kurudililia. Kampuni yao ilikuwa imefungwa, kila kitu sasa amerudi zero. Tukaona bag imehangiwa na kilikuwa kibag kikubwa. Nikasema acha nipige picha nione kama inaweza sell. Na juu mask nilikuwa nimezoea kucheza na ma coins. Bob, profit ya bob, profit ya 10 bob. Juu mask ilifika mahali huko unakula sana, but bado do ina flow. Hizo bob na hizo ma 5 bob bado zinakuletea do poa. Nilikuwa nimezoea kwa profit kadogo. So hii bag nikaipiga picha. Ilikuwa bag kubwa, ni bag ungenikunja na unaingiza ndani vizuri. Ilikuwa size fit. Na ilikuwa inauzwa 150. Nikasema asitaikula sana, acha ni post Facebook. Hiyo times ni Facebook. Nikaipost Facebook na 170. On that same day kukakuja msee anataka 50 pieces, ameona Facebook anataka 50 pieces na 170. Nikaenda nikaongea na ule jamaa mwenye hiyo bag, nikamwambia kuna msee analeta anachukua 50 pieces but mimi nimemwambia 170 na yeye hakuniruka. Akaniambia wewe muuzie, atakikuja nitamwambia duka ni yako, wewe muuzie kula ya juu. Hiyo day nikamake kadhao hivyo. Nikaona hii kitu inawaka. So nilikuwa nauza bag zake but na jina yangu. Okay. Anaunda au analeta customer na duka ni yake. So nikafanya hivyo for a while. Hivyo ndo sasa niliingilia biashara ya bags till today. Ukaanza kushona. Nikabai mashini, unaajiri mafundi, wewe mwenyewe unajifunza hapa na pale, ukanyaga mashini, alafu una post unauza hivyo. So hapo ndo ukafungua shop Nairobi. Nikaanza sasa Nairobi. But sasa back in 2022 ndo nianze hawking. Kikaniramba. Nika make mistake moja kubwa, nikapoteza around 600,000. Sita get into details. Hiyo mistake ikanirudisha nyuma. Hapo ndo nilikaa nikasema Mr. Goja customers wakuje, wacha mimi niende. Hapo ndo nilianza hawking. Nikaenda sasa full force hawking na nina hawk hizi bags. So experience yangu ya hawking kazi hapo. But sasa the name itself Hokawa TikTok ilitoka, nilijoin TikTok 2020 but ilikuwa tu ya kuview. Hiyo 2022 nikafanya kuimport. Nikasema acha ni try kuimport. Nikaimport vitu. Kikaniramba. Nimelipa kila kitu, mzigo ilikuwa inafaiwa kuingia June. Mzigo potea. Mzigo kosa kuingia June. Alafu kuna elections August. Mzigo ikaingia time ya election. Then semeni kirudiwe. Siwezi hawk, mzigo imeingia late, imenilalishia do. Tena ndio hiyo mnasema kirudiwe. Sasa September ndio hiyo imepotea. So ujue nimepoteza June, July, August, September kuingizi do but una spend. So pia hiyo ilini affect sana. So mzigo venye ilifika nikaona bado Facebook haimove sana. Nikasema let me post TikTok. Nikafanya voice over, sikujirecord, nikarecord product nikiwa town, nikafanya voice over. Sauti yangu ikasound kama Millie wa Jesus na ashatengeneza jina. Ashakuwa famous huko. So kila mtu ako zile za Millie wa Jesus anauza bags. Tao. Kila mtu anakuja tao kuona Millie wa Jesus, anapata ni mimi niko na sauti kama yake. Na hivyo ndo niliweza kufagia hizo wallet. Then sasa hiyo ndo ikanipea sasa shop. Nikaanza tena. Hivyo ndo niliweza kupata shop yangu Nairobi sasa. Nairobi. Alafu ukafungua branch nyingine aje Nax. So Nakuru ilikuja later after nimegrow vizuri. Initially hata I was supposed kufungua LD. Juu LD tunakuwa na customers wengi sana. Na mizigo mingi tunazituma huko. But sasa LD nikakuwa discouraged kwa sababu kulikuwa na vitu mingi za jina. Nilianza kuexplain ati huwezi enda na jina wanja huko pewe duka ya Kanjo sijui nini. Niko na hizo ni drama mingi sasa na juu nimesomea high school Nakuru. Wacha nikuje nianze tu Nax. Nax ilikuwa easy because housing ni affordable. Alafu duka za tao hakuna stories za goodwill, hakuna complications mingi na si expensive. So it was easy
kukuja kuanza Nax. Na Nax nikaona pia ni karibu na LD, hata nikiambia customer zangu LD niko Nax itakuwa easier na pia wa Western. Juu mizigo mingi sana LD na sides za Western. So sasa hivi unaona nimewakaribia. Hivyo ndo nilikuja Nakuru. And sasa Nakuru inafanya better than Nairobi, na mbali sana. How many staff do you have by now? Sasa Nakuru ni mmoja, mtu wa job. Nairobi 1 2 na msichana wa kazi. Tusaidia tuna mafundi. Oh, nice. Na umeandika watu wa PWD ama? Sasa mimi kwa sasa sijaanza kuajiriwa wa PWD. Juu pia line yangu ya job si favorable sana kwao. Hata mimi sengine struggle sana. But nikaweza. I think naweza taka kuwork nao in future. Nikaweza kujua venye naweza wa fix. Naweza taka sana kuwork nao. At least niwape platform na opportunities, because the only thing we lack ni opportunity. Hamtaki kujua kama tunaweza. Ushaika kwa mind hawezi hiyo job. Lakini hujampe opportunity ya kutry ashindwe. Na vile uko sawa hivyo marketing, naona TikTok unauza sana yani. Watu wanabai kwa sababu ya wewe ni PWD of course. Alafu kuna skill ya kuwashika nani. Una make sales mob sana online ama shop? Mi customers wangu 90% ni online. Hata wenye kuja kwa duka wametujulia online. Hawa wa kuambiana ni kidogo sana. Alafu busy yetu tuna deal na wholesalers. So hii ati msiende ambie mse mwingine kwenye atoa is very hard. But sasa hii ya online mse atawaona, waone bei zenyu ni fiti na challenge ya TikTok. Watu hubai mtu. Akikuja kukose hata bai. Anataka nipate. Anataka apate wanja. So niko na shop Nairobi na Nakuru. Utanipata aje kwa cause wanabai juu yako. Hata mimi wauliza, ni bag unataka ama ni mimi? But wengi wanataka kubai. Wafilo wamebai kutoka kwa wafilo wamepromote. Kuna mtu hata ameamini nikishika do yake ama nikishika hiyo bag nimpe atauza. Kuna mentality hiyo singine ya kunga ngumu sana. Ngumu sana. Juu sasa yenye hauko hawa understand. Na unaweza lose do mob sana cause ni wewe wameona, then wanaenda kwa shop unapata si wewe wana feel vibaya. Yes. Alafu kuna wase kuja kubai wakiwa camera on. Sana. Sengine inakuwa poa, sengine inakuwa mbaya. Sengine ni poa juu at least wase wake watakuona. Na ukimtreat poa ni hivyo. But sasa watu kama hao wengi hutaka favors. Sasa hata ukiangalia sana we do not entertain TikTok celebrities kwa shops. Wengi wanakuja kupiga content na wamekuwa na entitlement ya nimeshutia kwa video yako ndakupea customers, so nipe bag for free. Anataka umpe, alafu usipompea anaharibu jina. TikTokers wamekuwa wengi, so kila TikToker anataka kuja apige content apate mzigo wote. Lakini sasa pia kitu kingine tukirudi kwa part ya disability in business, challenge kubwa sana ni if you do not give people favors. Kama sasa free delivery ama umongoshie bei ataingiza disability yako hapo. Ndio maana uko hivyo. Hata ni roho mbaya. Wewe ni roho mbaya. Ndio Mungu alijua akakufanya hivyo. Mungu angekupea tu mwili kubwa. I thought ilikuwa kwangu peke yake, but then after have a conversation na wengine kama mimi nikarealize hiyo ni common statement watu hutumia sana. So kama wewe ni mtu wa disability kwa biz, wewe jua tu lazima at some point utaambiwa wewe ni mfupi juu umekataa kumwangushia bei. Mungu alijua angekufanya mrefu. Ungeniangushia bei hata hakuna kitu. Alafu watu huona ni kama there is nothing you are going to lose. Ati ni kitu kidogo anasahau mko wengine 10 wanataka kuangusha bei ama hiyo free delivery ufanyie watu 30 free delivery umerudisha nini? Ndio mahesabu hawapigi. Mseme buy bag ya Tuso anataka umtumie parcel mahali unafaa ulipe 200 tena. Sasa hiyo ndio mahesabu hawapigi, ama bag kama ya 30 bob na kwa kilelesho na uko Makadara. Shop yetu Uru Market iko hizo size za Makadara. Hapigi hesabu. Afu ingine ya kucompare hii ingine ya kucompare big shops na wewe. Ati nikienda hapa wananifanyanga free delivery but haangalii the pricing. Ati hao wanafanya free delivery the same product hata si same bulk
same product anakuzia 6, so ameka hiyo delivery hapo, mimi nakuzia 2, so ndakufanyia je free delivery. Hiyo ndio mahesabu watu wengi hawapigi. Kwa nini yule anakufanyia free? Alafu hapa kwa TikTok kwa comments kuna wasi kuja tu kukudis. At first walikuwa sana walikuwa nakuja na comments mingi negative, na at first mimi zilikuwa zinaniuma sana, but then it depends na venye wewe unawajibu. It depends na venye una relate nao. Ukimjibu na positive way atajitoa, ama ina funny way atajitoa. So nimelearn kushine na hizo comment. Juu ukijibu na negative way, hiyo ndio kitu wanataka walete hasira yako hapa, ndio waprove ile point ya wasi wako na dwarfism, wako na hasira. Na ni umenichokoza lakini utaki ni retaliate. Lakini ukijua kushine na hizo negative comments, naona kuwapiga manini sana, naona kuwapema comeback sana, na lazima nitaingiza bugs ndani hiyo comment. Hata ukinijibu aje nita make sense. Ule Shiko anatoka Shiko high style. Shiko pia anachoko zangu, anachukua hiyo anaiconvert na kuwa busy. Unaona uko na hiyo kitu msana, for example msana anakuambia kitu, okay, ni nini unapatanga sana? Msana anakuambia kama for example comment gani unapatanga sana? Sijui vidole zangu zinakuwa zimewafanya nini, but ati vidole zako zinakaa tangawizi smoky. How do you get back? Unajibu aje hiyo? Nimepewa tu majina and then mimi niko zile za Borako inaweza andika check, Borako inaweza hesabu zile pesa utaleta ukibuy bag, na Borako inaweza kukunjia bag na ikupakie, mimi niko sawa. Ukimjibu hapo umejimarket, watu wamejua una deal na bags, na at the same time umemjibu venye hako ana expect. So unachukua the negativity na itan positivity unatumia. Alafu mzee kao huyo anaingia nyasi. Alafu pia kuna wale wase wataingia kumdis. Kuna wase wataingia kukudefend. Sasa kitambo ilikuanga wase wanaenda kwa post ya umse, wanaenda wanaicomentia negative. Lakini saa hii wamejua tunaweza jitetea. Unajua kufight back. But sana TikTok hutaka usijibu negative, usimtukane. Utaifanya sasa ikae wewe ndio mbaya. Alafu sasa wewe ndio utadisiwa na watu. Kenyans ungojea ufanye makosa, waanze kuleta makosa za hata kana kuwa kabaya, hata hamkajui, ashainitukana hata mimi. Hawaangaliaga umechokozwa, wanangoja ufanye something wrong, umesi kidogo waanze. Alafu watu wengi sana utamani kukutukana, ni opportunity hawana. So ukiretaliate na negative umewafungulia mlango. Hata kuna watu kwa gato online wanatafuta mtu kutukana, juu hawakujui, huajui. Yes. Anatafuta tu msee. Sasa ukijibu na ubaya na utukanane, utapata msee ameingilia conversation hata ajui kwenye ilianzia, ameanza tu kukutusi for no reason. So hiyo ndio mimi jaribu kuondokea sana. But pia TikTok imetusaidia venye wase wa disability wameanza kukua wengi, juu chongolewa sana, kuna venye unaweza filter words. So sahi kuna zile words mimi nimeandika, hata ukicomment haitafika. Wewe utaona umecomment but kwangu haitafika. Yes. DM yako inakaanga aje? DM yangu imejaa wase machali wanajaribu kujitetea hapa na pale for the wrong reasons na for the right reasons. But wengi wanakuanga tu machali wanajaribu kujitetea, juu watu wa bags upiga simu kuja kwa job. But vijana, hiyo curiosity bado hatujaimaliza. Sasa unajuaje ni wrong reasons? Si hapo tu kwa wrong reasons tutapata the right reason. Unaona tu venye msee amekuapproach, unajua hii ni curiosity imemsumbua, anataka tu kujua hiyo maproof venye iko. Amekelea bet. Unajuanga, ukizoea hizo comment unajuanga nani hapo. But no wachokoza. Si mimi naona unaendanga hapo naanza kutoa kumefanya ma video hapo nini na booty shot. Okay, naweza sema yes, ingine ni kuwachokoza, but then I'm having fun. Wacheni to have fun na njia zenye msee anaweza have fun nayo. Usi overthink. Usiseme nauza kitu yenye sijai market, sijaandika ati I'm selling it. Also unajua kuna msee akiona hivyo anajua huyu anauza hiyo. Usijijazie. Afadhali uulize but usijijazie. Alafu there's so many ways to have fun. Pia wase wanauza sahi wanaisema. Sisi tuna deal na, they always say, hata kama si directly, they mention sisi udeal na hawa, sisi ufanya hii biz, siwezi kuwa mrembo hivi na ni waste urembo yangu, na unajua huyu msee anauza hii.
kuna mwenye tu ako hapo tu kudance but wewe ndio overthink wewe ndio translate into something different. Challenges zako za kila siku za PWD? Sasa nitaanzia wapi? Ni list mrefu but kitu ya kwanza na wacha tuanze na social media. Social media is not friendly for PWDs. If you're not strong enough unaweza fall into depression juu ya hiyo. Inaweza lower self esteem yako very fast. So it matters kama wewe ni mtu wa kupanda haraka kwa self esteem ama kubaki pale chini. So I hope in future itakuwa more friendly and more understanding. Kama ni huku nje kwa society kila kitu most of the things are not favorable kwa sisi. Kasa mimi nikienda kupanda mat I'll have to choose ni mat gani nitapanda. Juu watu hawa understand kuna mat hii step yake iko juu sana siwezi panda. Then ukiambia msee akupandishe ana feel ni kama unamchokesha. Sasa una imagine mtu mshort kuniliko juu kuna watu wa short kuniliko, kuna watu wa wheelchair bado hakuna hiyo transport industry hata haijatuangalia. Mtu akona wheelchair anashinda ngo venye they maneuver around life. Alafu kama ni housing pia vitu mingi sana are not favorable kwa sisi. Ndio maana mimi husema we always find ourselves spending a lot just to survive, improvise na tuna spending a lot juu sasa kama sitapata mat fit itabidi niitishe Uber. Nimeenda town na 50 bob mimi nitaenda town na so 7 just because nimeona leo kuna rush ni ile ya watu kupigana siwezi pigana inabidi niitishe Uber. Sasa mse haizi afford Uber tadu. So hata tuseme in general kila kitu hajatufavor. How siwezi hamia tu hao yoyote nataka. Hao yako inaweza kuwa supu but tupate pale kwa gate venye umeka gate siwezi fungua. Nitaishingi kuita mtu nikifika kwa gate. Fungua gate wameka nini juu. Wameka kila kitu different. Na wakashukisha tu hiyo kitu chini kidogo. Mimi naweza but sasa wanaangalia wale watu ni wengi watu wenye watahamia. Hata wakwangi na in mind na nini. Haikuangi uwezi walaumu hawafikiriagi. Tuseme wakumbukangi but pia ukiangalia majuu kuna zile vitu wameweka kama sasa kwa transport industry kuna mabasi za PWD hapa ama wameweka maramp mimi naweza jipandisha mse wa wheelchair anaweza jipandisha. Ukiweka tu vitu simple kama karamp hiyo iko sawa ama kukuwe na stopover specific ya wase wa disability. Aya tukuje kwa manyumba kuna zile manyumba hata wamesema it's favorable ya watu kama hao. Offices the same thing. Naingianga maofisi mingi na una size ya lift ama kwanza lift sana nashindua hapa mliwazaje. Alafu mmeweka button zote juu. Wewe ushaingia lift leo unashinda utafinyaje? Nataka kwenda 8th floor na hakuna mtu mwingine kwa hiyo lift. Nitapanda hadi saa yenye tu itafika ijifungue alafu ifike ikose kujifungua na shuka ningoje watu tupande nao. So vitu kama hizo majuu wameconsider huku bado hatujafika. But ile mbaya zaidi ni the fact that watu bado hawajaacha ile ya kuzuba kupelekana na wewe. Watu wenyewe wanaweza kufanya disadvantage ile kubwa sana. Watu wenyewe wanaweza kufanya ufeel uko different venye wanakutreat zile vitu wanasema mimi prefer nisimamishe nisorore niulize kuliko upelekane na mimi ubondangue na gari ukikuangalia vile ukipelekana na mimi. Sasa hiyo create more attention. Watu wataacha kuniangalia waanze kuangalia venye ndari yako juu umebondo ukiniangalia. Ni watu tu wakubali. Unakutana tu na msee unajua tu yeye amesuba. Tuko. Alafu wataka ni kuzuba, tafuta style ya kuzuba. Si lazima unionyeshe unaniangalia. Tafuta style ya kuzuba na hiyo kupoint angalia. Niongelele without pointing. Ifanye bila kuipoint. It make it easy for me hata kutembea. Alafu another thing tuweke disability zote shule. Historia ati watu wa disability ni too blind na watu wa wheelchair wacheni tuimalize. Kama mnaweka hiyo topic ekeni as many as possible. Fundisheni watoi. Juu the latest experience nimekuwa nayo ni watoi juu wanaona anakaa mama
but ni mshort. So curiosity yao iliwafanya wachukue mawe wanirushie just to understand ata react kama mtu mzima ama ni mtoi juu hawajafunzwa. For me ni hurt sana lakini watoi hawajui itani hurt au wanataka tu kuunderstand. But ungekuwa wametajiwa tu mahali shule, yeah, it's normal. Atunaweza pata mse mrefu, unaweza pata mse short. Ingekuwa tu imefunzwa mahali shule wange understand better. Hata disabilities zingine hadi sasa watu wajajua kama sasa hiyo bipolar. Wase wengi sana unaweza pata tu mse anaambiwa yeye ukasirika for no reason. But watu wa understand ni nini exactly inamsumbua. Juu hawajaisikia kitu kayo, juu haijafunzwa watu na haijaongelelewa. Hiyo ni setup yetu Afrika. Vitu zingine tunaficha ama tunazifanya ngazi kaini kama I don't know. Kuna vile tu tunazitreat in a special way. We don't want to talk about them. We don't want to put them public. Sasa hiyo kukosa kuiongelelea ndio inaharibu. Juu people will never know you. People will never understand you. They won't be able to know how to relate with you. But unaona sasa hivi venye naiongelelea, sasa hii through TikTok watu wanajua tunaweza beba mimba. Tunaweza have sex. Tunaweza uza. Tunaweza fanya the same things. Mnaweza fanya kama ni vitu za Olympic ni wangapi tunapeleka nje wako na doa physics because we post them and we talk about it. What does the government do? Ama wanna feel government na play role yake kwa hiyo situation? Kwa saidi yangu hapana. Gava iko tu na yeye. Iko tu. Alafu wanapenda sana gava inakujanga sasa hii tunaelekea elections kutumia jina yako kubenefit. But hawajasaidia vile. Because offices za gava zinde zo facility wanasema. Kitu unikasirisha kama nyinyi wote who assume if a person with disability ata make it. Amesaidiwa na gava. Nyinyi wote hakuna mse ako na bidii ati amejituma katobo. Gava ilimshikilia. Mtu akiniona nikidrive hakuna vile utafikiria ati kamejiba hiyo gari. Ni gava ni ile pesa ya disability. Pesa nataka kujua hiyo pesa inapeanwa ni line gani hiyo upangwa juu sijaiona. Jumi sijainifikia. Lakini msheka kwa mind ati gava utusaidia, gava utupea. Yes, kuna zile vitu wao ufanya hapa na pale. Kama sasa kwa ofisi yoyote ya serikali hautapanga line. Beta nikienda saa 6 nitavote mbele yako kama ulikuwa pondenda kan nimeenda mbele, kan kuchukua ID nitaenda mbele. Kuna hizo vitu wametusaidia but financially ni very few people. Na wenye benefit ni wenye wako na severe disability. Kuna zile vitu upewa but pia ile do upewa unakaa unajiuliza hii itasaidia. Itasaidia wapi? Mtu tuseme ni mzazi yako na mtoto wako na CP. Na ni CP inamcost sana. Then umempea dhao. Either itakita nini exactly. Mtoto ana need kama ni diaper ana need regularly. Food ni different. Kila kitu ni different. Umempea dhao per month. Hiyo dhao inafaa kusaidia mzazi ni. Mzazi haizi enda job. Haizi sema aende job aachie mtu mwingine mtoto tuseme mtoto si apendi kuguzwa na watu anataka tu kudeal na mzazi peke yake. Dhao imemsaidiaje? So government bado. Wanasiasa kutafuta si sana na hata wakinitafuta kama nimekwambia for the wrong reasons. Nile anataka tu useme jina yake na useme nimesaidiana hata kama kuna mali nimesaidiana alafu akupige kitu. One thing wanasahau ni ati sai persons with disabilities wamesomeshwa, wamefunguka akili. Bado wako na ile mentality ya persons with disabilities hawajasoma. We can take advantage to upige kitu kadogo atu support. Mimi kuna venye unaweza kuja uniambie nikutengenezee jina alafu unipe pesa ya wana. Na ni jina yako natengeneza na jina utakulia for the next 5 years. Siwezi kubali. Na hiyo ndio kitu huwa hawa understand. Understand ati mnaweza kuwa mmefunguka. Na atakutafuta sasa na need kitu. Either amepewa katenda mahali na imeandikwa for PWDs only. Sasa ndio anakuja kutafuta akwambia by the way tunaweza fanya kitu. Ukishasikia tunaweza fanya kitu hapo ni kitu imeandikwa PWDs only. Alafu pia hizo vitu za PWD mostly hata hazifikiangi PWDs. Kuna sasa bado take advantage. Na alafu sasa hii kuforge documents ni rahisi hata kupata hiyo kadi ya PWD. It's easy. I'm sure kuna watu hata wako na organizations za PWDs na si PWD. Mingi sana. Watu wamekuwa wicked mingi sana. So azifikangi kwa ground. Sai
PWD yoyote ukimkalisha chini utaona amejibuild. Serikali imemsaidia kitu kidogo sana. Kidogo, na wengine hata hakuna. Wengi wamejibuild wenyewe. Funny thing, unaona venye mnasema ngati wengi wa PWD ni wa kuomba. Enda uangalie. Wengi hata wenye wako kwa street si disabled. Ni msee mwenye kanjo akikuja atasimama atembee na alikuwa anawaambia. Hata wengi ni foreigners. Na wengi si wa huko. Wengi si wa huko. As PWDs wa Kenya, one thing I know, wanajituma sana. Sana. So government tuseme bado hata haijafika kufikiria kutuhusu. Siwezi sema imefanya. Unafanyangaje shopping kwa super? Nikipatana na supermarket mzuri, kuna yenye watajiambia tu, wacha tu nimsukumie trolley, wacha nimtolee, utapata tu kama sasa Naivas ya kwetu washanijua, nikiingia kuna msetu atanifuata. Lakini kuna hizi super zingine wanakuangalia vile unateseka. Wanatembea na wewe unless uambie mtu, until uambie mtu nitolee ile. Nifanyie hivi. Sahi bado si vile unless ni yenye unajulikana. Super si vile. Pia mavazi. Acha nikwambie, hakuna kitu ngumu kama kutafuta nguo ya mtu wa short stature na ukwe mnono. Sasa wewe huwezi toshea nguo za watu hii. Unatoanga wapi nguo? Before ilikuwa easy cause sikuwa nimenona vile. Kama sweater nilikuwa navaa sweater ya mtoto wa 7 years 8 years na inaniingia vizuri. Sasa hii nimenona, nini buy nguo ya mtu mzima, mimi niende sasa nitengeneze shewe. Nikikwambia we spend a lot kusurvive tu normally ni vitu kama hizo. Mimi na wewe tutaenda kwa duka. Sisi wote tunavaa size 30 ya trouser. But sasa si tumeuziwa foso ama punch hiyo trouser. Mimi nita have kuenda an extra cost 50 ama so ifupishwe, isilimishwe places kadhaa. Juu nayo siwezi vaa ndogo kuliko hiyo. Na viatu? Viatu ndio worse. Kama sahi hadi wa sahi mimi sijaipata size naweza sema hii ndio size yangu. Mguu yangu ni ndogo then ni nono. So siwezi vaa viatu za watu hizo na tu flower. Na viatu za wastoi wanga zimetengenezwa slim. Kidogo but slim. Sasa mguu yangu haiwezi fit. Maju kuna mall ya wase wafupi. Wanaenda tu huku hakuna mtu hata amefikiria kitu kaa hiyo. Unajua wase wafupi hutumikaje Kenya? Wase wafupi hutumika kwa road show. Na entertainment. Mse akuja dance wabambike. Kuna mse ashai nicall hiyo kitu ati ilikuwa time ya Christmas ati nitafutie wafupi wakuje tuko na event na mzee wa sasa wanataka kufanya ati kuna costume nataka kuwavalisha waende around huyo Father Christmas. Sijui mtoto tunaita watu nini. Nikamwambia mimi sasa umepigia mbaya. Hiyo falasi fanya. Hiyo ni ufala sasa. Kwanza nilimwambia hizo ni vitu za wazungu unajaribu kutuletea na sisi ni wa Afrika. Alafu nataka mimi nikutafutie watu waende watumie kama entertainment hapo hapana. Wase wengi mimi wanangao wanakanga kwa hizo vitu za kudance tu. Bora amedance hapo nini. Wanatumika kama funny objects. Mimi kwangu hiyo unikasirisha sana. Kwanza kama si role ya maana unaniita nifanye. I do act. Lakini kama si role ya maana mtu kama mimi siwezi fanya. Mimi niite role yenye wewe unaweza fanya pia. Si mimi nikuje nikaini kama mimi ndio nakuja kuchekesha watu. Na venye unajieka huko nje ndio watu watakutreat. Sasa kama huyo mwenye nilembe hiyo fala siwezi fanya hizi wewe ni call tena kuniambia ati mtafutie wase 7 wafupi. Alafu venye mimi nimejieka kwa market niliweza kupata role fiti sana ya ngoma. Nikakuwa vixen wa love story which is something haiko imeonekana tena ati msame short anaweza kuwa vixen kwa love story na ana date mse average. Sisi tulikuwa tunawekwa pale kwa kudance, kwa entertain ati musician akopa katikati, nyinyi mna dance hapa side yake kuvutia attention. Hiyo mimi on my side siwezi fanya na siwezi ita mtu mwingine wa short stage kufanya. Na naweza taka sana tumalize hiyo. Hata nani huyu wa Maju anaitwa sijui Dinkly. Huyo pia yeye alisema haizi fanya role za ufala na bado make it kwa entertainment industry na role za maana. Anapangwa role za maana, anapangwa role official, unaweza pata yeye ndio mafia mahali na hafanyangi ufala.
hizi za ati Cinderella and the Seven Dwarfs hafanyangi na amemake it kuliko hata maactors wakubwa. So ni venye tu wewe unajieka ndio watu watakubeba. Umeingia restaurant, viti ziko huku juu. Kwanza sana club, umeingia club, viti ndo zinakuanga tu juu kila wakati. Inabidi sasa ujuane na mtu hapo. Akuweke hapo juu, ukitaka kushuka kushukisha. Advantage ya sisi madem ni ati kila chali anataka kukuinua. Anataka kufeel. So sisi watu struggle sana, but kwa vijana you imagine jamaa akiambia jamaa mwenzake amekelea hapa juu. Okay, itakawia dubara. Wale wa kusumbui. Otherwise si sana. But kuna experience ishaine hapenia. Tulikuwa na best yangu tumeenda club. Tumejibamba, then ikafika ile party ya kwenda floor, tukaenda floor tukaanza kudance. Venye tunaenda kudance mlevi ana kama atatukaribia. Anatuuliza, "Kwa nini mmepiga magoti?" Na alikuwa very serious na hiyo swali. Si pombe ina. Sasa zimeshika, but anatuuliza, "Kwa nini mmepiga magoti?" Today ni turebo but tuna dance tumepiga magoti. Tulijitoa tu. Tulimwacha tukajitoa. Then later nakaa nafikiria hiyo scenario niko jamaa hakuwa na ubani. Alikuwa mavitu. Hakuwa na ubani venye tu zilikuwa zimeshika. Alikuwa tu anataka kuunderstand ama demo wasimami hata wamesugulia. Then the other incident ilikuwa nimeenda na chali and then sojo lazima nisimame juu ya kiti ndio tu dance na yeye. Then kila mtu anakuzubaia. Worst thing DJ kasahau, walikuwa na DJ kazuba. So amefika mahali ya ngoma imeanza kuslow tu amezuba. Huyu ako juu ya kiti. Alafu anataka kuona kenye tunafanya anasahau kenye anafai kufanya. So ukiingia mahali una attract attention. One thing about my type of disability, your whole life utakuwa conspicuous. Ukiingia tu mahali lazima tu utaangaliwa, lazima watu wataacha kenye wanafanya wakuzubaia wakuangalia wajue tu venye utafanya vitu anywhere. Iwe bank iwe wapi. Na bank by the way unafikianga pale juu. A bank sana unapeangua msee. Sasa uzuri wa bank haujiambia hata before wanakuuliza. Hata before wakiona tu umeingia na uko solo wanakuuliza wanataka kufanya nikusaidie pale. Uzuri ni ati wanakuuliza nikusaidie ama uko sawa tukufanyie hivi kama ni kitu yote una sign. Wanaulizanga before. Hizi places zingine ndo lazima wewe uulize kama super. Zingine lazima wewe useme nisaidie. Bank mingi mimi sijapata bank yenye hawajitolei au wenyewe wanakuuliza. Wasa bank wanakaga professional. Sana. Ushaijikuta mahali kuna fracas kama maandamano, tear gas ama kitu tu happen you have to run away? Yes. Ilikuwa maandamano. Siwezi kumbuka vizuri ilikuwa maandamano gani, but I was in town. Alafu ika happen immediately venye nimefika pale kwa stage Embasava. Ika happen nikiwa hapo and we had to run. Hapo ndo unajonga wewe ni different because wase walikuwa na run, nikagongwa nikaanguka and kuna mtu alini step kwa back akikimbia. But at the end wenye walikuwa naandamana venye walifika kunikaribia wawili waliniinua nikaweza kuingia kwa shop ilikuwa hapo. But situation kama hizo ndo zinakuonyeshanga vitu kama kukimbia huwezi. Na ingekuwa worse kama ingekuwa na watu wengi na ningekanyagwa na watu wengi juu huyo ni kama hata kujua nikanyaga tu kama ameenda kwa mgongo kama ameenda na hizi somati kuangalia amekanyaga naye pia yako na uoga. Ushaingia mahali watu wakaasumeni mtoi? Mara mob sana kwa mat. Kwanza before nifike 28 years sura iko imeanza kuform uzee. Nilikuwa bado nakaleka sura kama mtoi. So uko na sauti ndogo, uko na sura ndogo, ukiingia kwa mat conductor kwa zile za mtoto anashikwa na nani? Mtoto analipiwa na nani? Mtoto anakalia kiti. Ingine ilikuwa singeweza kuenda places kama club bila ID, lazima ubebane nao. Mtoto amekuja aje? Mtoto amekuja aje hapo. Ama kama mtu haja kuangalia vizuri na uko na chali lazima ataulizwa maswali. Naenda wapi na mtoto? Unafanya nini na mtoto? Tuseme kama mumeka club umemkalia unajua ni mgongo inaonekana umeleta aje mtoto hapa then unatandi wanaona haja. Pole madam. Ni mtu mzima. Wengi ushindwa hata kusema hiyo pole. Wengi huenda na ile shame.
anasikia tu aibu, anaenda na anaenda anaondokea hapo kabisa. Alafu kuna wasi ukuona wanakuhurumia tu. Sana. Sana. But hiyo husaidia. Hiyo husaidia juu utasaidiwa vitu mingi. Hiyo inatufanyanga pia tunakuwa very lazy. Juu kila mtu anajitolea kufanyia vitu, utajikuta hata ufanyi anything. Unafanyiwa tu. Ushaikutana na wachungaji wakakuombea urafiki? Kitambo. Hata kuna time mamangu alikuwa ameniambia we fast and pray. We fast and pray. Nirefuke. Yeye alikuwa anaona nikifika kwa society nita struggle, so alikuwa naamini God anaweza nirefusha. But hatukuwa ifika pahali penye ananipeleka at church. Na samira random tu msee amejichocha. Wao vile wanachochanga wewe. So mapasta wanakuanga zile za usijali, Mungu atakusaidia, Mungu atakuonekania. Chochote unapitia, sijui kwa nini wewe wasimtutu unapitia something stressful, uta overcome. Alafu kuna hii statement ya hata watu wakikudharau, nani amenidharau? Mimi niko sawa. Nani ashasum hata watu wakikudharau, Mungu yuko na wewe. But kitu na hate ni you created in God's image. Kitu kama hiyo ama fearfully. The moment mtu anatumia statement na kwa nini atumie na mtu mwingine kumaanisha uko otherwise without telling you uko otherwise. Ama you fearfully and don't. Kwa nini unaitumia na mimi na uitumie na mtu mwingine? Hiyo ni kuniambia indirectly uko otherwise but hutaki kuisema uko different. Sipendi hiyo statement sana. Usitumie na mimi. Okay, it's not wrong but mimi usitumie na mimi because kuna message unajaribu kuipa na si message poa. Shops zako ziko wapi? Peana details za shops, handles zako za social media. Tuko na shop Nairobi na Nakuru. Nairobi iko Uhuru Market kwa barabara ya Jogoo Road, Modern Block number 27. Kenda tuseme kwa uwanja mfupi, hakuna uwanja wawili wafupi. Nakuru iko Kimotho House. Kimotho House first floor, hapo tuko na duka mbili ya shoes na ya bags. Ukienda tu petrol station ya kuingia Nakuru, hiyo total petrol station ya kuingia Nakuru, uliza tu kwa mama ule mfupi. Already washajua kuna mama mfupi anaingianga building fulani every morning. Yes, watakuonyesha. Tuna deal na viatu na bags but mostly hata kama tunakuanga na retail section, mostly we target wholesalers wenye wanaanza biz, tunawasupply products. Handle za social media? TikTok ni Hukawa TikTok. Facebook kuna mbili ya biz na personal. Ya biz ni Particular Enterprise. The company is known as Particular Enterprise. But ya personal ni Baby in Particular. And then kuna Instagram Particular Enterprises. Mostly ni za biz. Namba ya biz? Namba ya biz unaweza piga 011 5633451. Lakini kuna ile ya ofisi kabisa 0710 55 6777. Rudia tena. 0710 55 6777. Punchline, neno la mwisho. Ongelesha kamera. Address anyone, watu wako na PWD, raia wa kawaida or anything. Mtu kwa hii dunia, anza na wewe mwenyewe kujiamini. Wewe mwenyewe ujiamini, wewe mwenyewe ujitambue. Society itaflow na venye wewe mwenyewe umejiamini, umejitambua, umefanya vitu. Juu mimi vitu mingi nimefika place nimefika juu ya kujiamini. Hakuna siku utawaipewa opportunity kama wewe mwenyewe hujaonyesha you can be able to do it. Sana watu wa PWD waonyeshe ndio wajue we can be able to do it. Bado watu hawajajua we can be able to do things. Yes, so jitambue, jiamini, fanya hizo vitu. Awesome. Thank you guys. Amekuwa uwanja Hukawa TikTok, Baby in Particular Enterprise. Ameshare story yake and I hope tutamfollow, we will support her, and from today we will view people living with disabilities different. Thank you, until next time. See ya.